Ipa ujumbe. Maana mara mingi sana tumejipata kwa mitego za mwovu shetani. Kichwa cha ujumbe wangu ni ya kwamba align yourself with the word of God. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana mara mingi unaweza jipata kwa hali tatanishi chini ya jua. Licha ya kwamba umeokoka, lakini unajipata kwa mambo ambayo sio makusudi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niongelee kuhusu kupata fahamu. Maana Mungu aliniambia kwamba watu wengi wamepotea, wanatumika na mwovu ni kwa sababu adui ameteka mawazo yao nyara. Wanatumika kwa ufalme mwingine bila wao kujua. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, naomba unisomee kwa nakala ya Kiswahili. Tunaenda kusoma in the book of 2 Timothy. Second Timothy chapter 2 verse 26. Second Timothy Chapter 2 verse 26. verse 26. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi. Yes. Ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Hallelujah. Amen. Biblia inasema ya kwamba wapate tena fahamu. Ukisikia imenakiliwa kwamba wapate tena, ina maana ya kwamba inaweza potea. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi pata kama ijepotea. Yes. Wakati unasikia Biblia inakili kwamba na wapate tena, inamaanisha kwamba inawezekana ipotee. Na mara mingi tena unapata kwamba vita vingi ambavyo tunapigana nazo kama wapendwa ni vita vya kiroho. Yes. Na hizi madhabahu ambazo tunapigana nazo ziko kwenye mawazo. Hizi strongholds ziko kwenye mawazo. Yes. Na hapo ndipo shetani anakita mizizi. Maana anajua kwamba akikutenga mawazo hautajielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka unifuate kwa makini sana ili kwamba upate kuelewa tunapoenda kuzama kwenye neno la Bwana. Biblia inasema kwamba na wapate fahamu ili kwamba wajinasue kwenye mitego ya mwovu shetani. Si eti ya kwamba wanasuliwe, wajinasue. Ina maana ya kwamba ukipata fahamu una uwezo ya kujiondoa. Hauhitaji mtu aje akuondoe, maana umepata fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana, maana wanadamu sisi ametupa ile kitu inaitwa will, ambaye malaika hawana kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa will hapa chini ya jua. Yaani unaweza hubiriwa leo na useme ya kwamba siku yangu ijefika, mimi bado wacha niponde raha, nitakuja kuokoka. Hiyo inaitwa will. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hana shida na hiyo. Labda unaweza sikia umehubiriwa na useme ya kwamba sio leo, hana shida na hiyo. Lakini ujue ya kwamba pale mwisho Mungu hana haja na mwanzo wako mzuri. Unamalizaje? Mpendwa, imefika wakati huyo muda ambao unasema ni kesho, huyo muda sio wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo muda iko na mwenyewe. Lakini amekuaminia ya kwamba una haki ya kuchagua. Yes. Hata kushurutisha ya kwamba uende kanisani, hata kulazimisha eti kwamba uokoke, lakini amekupa hiyo mamlaka ya kufanya uamuzi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa Biblia imesema kwamba na tupate mawazo ili kwamba tusitumike na muovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana muovu akishateka mawazo yako anaanza kukutumia. Nitasoma verse nyingi sana, utajisomea nyumbani. Nataka tu unifuate kwa makini ili upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka unisomee mtumishi Daniel chapter 4 verse 34. Ni hadithi ndefu ya Nebukadnezar, lakini kuna kitu nataka upate pale. In the book of Daniel chapter 4 verse 34. Daniel 4:34. hata
mwisho wa siku hizo, ndio mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu. Fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu. Nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele. Haleluya. Kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu kutoka kizazi hata kizazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Nebukadneza alikuwa ni mfalme, lakini kuna vile alienda kinyume na makusudi ya Mwenyezi Mungu. Akatumwa kule kwenye msitu, akala nyasi kule kama ng'ombe kwa miaka 7. Nataka unifuate kwa makini. Unajua kuna wazimu wengi tunao huku kwenye makaaji, tunawajua. Wakati hiyo hali ya kutokuwa wazimu imemwingia, unapata kwamba familia wana uwezo ya kumshughulikia, wanampeleka kwenye hospitali. Lakini wakati hali hii inazidi, unapata amewachiliwa. Anaonekana kule kwenye sokoni, anaonekana kule kwenye misitu, maana sasa imezidi uwezo wa familia yake. Lakini nataka nikwambia kwamba kuna kitu akipata, hata kama ako Nyanza, utamuona kwa mlango yako. Ile kitu muovu wanga anafanya ni kumuondolea fahamu yake. Ni fahamu imeondolewa. Hawa unaona wazimu, ni fahamu imeondolewa. Akirejeshewa fahamu hata leo hivi, utashangaa kumuona kama amevaa vyema. Ataanza kujiangalia na aondoe zile mavazi ambazo zistahili, aanze kujiuliza niko wapi. Biblia inasema kwamba Nebukadneza alirejeshewa fahamu. Kumbuka kwamba alikuwa ni mfalme, na hakukuwa na walinzi pale kwenye msitu wakimwangalia kwamba kuna siku ati huyu jamaa atakuwa kuwe sawa. Hakukuwa na mtu. Lakini Biblia inasema alipoinua macho kuangalia juu, the Bible says that Jehovah, the moment he acknowledged that heavens do rule in the affairs of men under the sun, Mungu akamrejeshea fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi sana wamejipata katika hali ya kung'ang'ana katika maisha, maana kuna kitu imeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende tena pole pole in the book of Acts chapter 12 verse 11, lakini utaisoma yote baadaye kuanzia 12:1, lakini nataka tu nisomee verse 11 peke yake, mtumishi. In the book of Acts chapter 12 verse 11. Matendo ya Mitume 12:11. In the book of Acts 12 verse 11. Mwenye amepata pia naweza soma. Hii yangu ni ya Kiingereza, nitaisoma baadaye, atasoma kwa Kiswahili. Biblia inasema kwamba then Peter came to himself and said, now I know without doubt that the Lord sent his angels and rescued me from Herod's clutches. Bwana Yesu asifiwe. And from everything the Jewish people were anticipating. Biblia inasema kwamba Petero, wacha nikusimulie tu hadithi kidogo ili upate kuelewa. Ya kwamba Petero, kuna wakati mandugu zake waliuawa ni kwa sababu waliusimama na ukweli. Lakini Herode akaendelea na akakamata Petero. Akiwa pale kizimbani, malaika wakamjia usiku, kukawa na mwanga. Biblia inasema kwamba akaamshwa, akavaa mshipi na akavaa viatu. Wakaondoka kwenye mlango wa kwanza, wakaondoka kwenye mlango wa pili, mlango wa tatu wakaona ikifunguka bila mlinzi. Lakini inafika wakati Petero anakiri kwamba now I know, ya kwamba Mungu alituma malaika waje waniokoe. Yes. Inamaanisha kwamba licha ya
hii process yote walipitia na malaika, hakukuwa naelewa ni nini. Ile hakukuwa nayo ni fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Iliporejeshwa akasema now I know ya kwamba Mungu ametuma malaika waje wakaniokoe. Mara mingi mpendwa, unapitia magumu, unashindwa ya kwamba nani ataniokoa. Labda kuna njia karibu na wewe, ile kitu mwovu amefanya, ameondoa fahamu. Usielewe kwamba kuna njia, usielewe kwamba huyu ndugu ndiyo msaada wako wa kesho. Unashinda uking'ang'ana, haupati njia, maana fahamu imeondolewa. Amen. Na Mungu akaniambia kwamba leo fahamu inarejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kile unahitaji ni fahamu, ili kwamba ujiondoe kwa mitego ya mwovu shetani, ujiondoe kwa madhabahu ya ukoo, ujitenge na misingi yote ya kukurudisha nyuma. Amen. Kile unahitaji ni fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Because you cannot fight what you have not discovered. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nataka nikufungue macho mchana wa leo, ujue ya kwamba ni fahamu inafanya tunashikwa mateka. Ni fahamu inafanya tunafanya kusudi la mwovu shetani. Unapata huko kanisani, wewe umefanya mambo ingine ambayo sio ya kiungu. Sio wewe, ni ule jamaa ako behind the scene. Who is at work? Is it God or the enemy? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Peter alipopata fahamu akasema now I know. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba licha ya kufunga mshipi na kutembea akaona milango inafunguka, bado hakuwa amepata fahamu. Inawezekana kwamba uko kanisani unaona mambo inafanyika, lakini bado hujapata fahamu. Utakapofunguka macho utashangaa na kusema kwamba I know ya kwamba kama si mtumishi wa Mungu kuniombea, singekuwa mahali nilipo leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Peter akashangaa sana, maana ilikuwa ni kama ndoto. Kuna vitu vingi sana tumesikia wapendwa, tumeviona kwa watu, tumesikia kwamba wamebarikiwa, tumesikia kwamba huduma yao imeinuka, lakini kwetu haijafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatamani kama Daudi. Daudi akasema in the book of 2 Samuel chapter 23 verse 15 ya kwamba nina kiu ya maji. Maji ilikuwa pale Bethlehemu, lakini hakukuwa na mtu wa kuiteka. Maana kulikuwa na vipofu na viwete ambao walikuwa wamekatalia mfereji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The city of the Lord ilikuwa imezingirwa na vipofu na viwete. Wanasema kwamba Daudi licha kwamba ni mfalme hataingia. Na Biblia inasema akawa anatamani sana. Nimekuja kusema na wewe unaye tamaa mwilini, unatamani kwamba siku moja jamii yetu ikainuliwe, ya kwamba siku moja nami nikatabasamu. Nimekuja nikwambie leo ya kwamba pokea fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi akatamani, imagine mfalme mzima anakuwa na kiu ya maji na iko pale Bethlehemu, lakini hawezi fikia, maana kuna wanajeshi wanaita Jebusite wamezingira ile eneo. Anaiona lakini hawezi ingia. Mara mingi sana tumetamani vitu, tunaviona lakini hatuzipokei. Leo hii kwa jina la Yesu, hata wewe utasema now I know. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Utasema kwamba now I know ya kwamba Mungu alitumia mtumishi wake ili kwamba nikaingie kwenye pumziko. Haleluya. Amen. Kwake yote inawezekana kwa wanaoamini. Na mchana leo ukiamini itawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakumbuka kijana ambaye alienda kwa baba yake na akaomba kilicho chake. Biblia inasema kwamba akaenda mji wa mbali, lakini akatumia zile fedha vibaya. Nataka ujue ya kwamba wakati alipewa fedha kuna nguvu fulani ilichukua ushukani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na ile nguvu ilimfanya akafanya kusudi ambaye sio kusudi la Mungu. Yes. Akaenda akatumia fedha vibaya. Lakini ukisoma Luke 15:16 inasema alipopata fahamu akakumbuka kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni fahamu itakurestore your destiny. Ni fahamu itafanya uingie kwa mlango yako ambayo ilifungwa. Hakukuwa na mtu alitumwa na baba ati amuendee. Hapana. Kile alipokea ni fahamu. Licha ya mateso, kula na nguruwe, akawa anadhiakiwa, akawa anahangaika, lakini alipopata fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambia jirani yako pata fahamu. Pata fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ufunguo ya maisha yako. Hiyo ndio ufunguo ya huduma yako. Biblia inasema alipopata fahamu akakumbuka nyumba ya baba yake, akasema kwamba kule kuna watu wanakula na kusaza. Na mimi ninang'ang'ana huku na nguruwe nikikula mabaki.
lakini kwa Baba yangu kunavyo vyote. Yes. Nimekuja asubuhi ya leo niseme na wewe ambaye unapitia mateso na mahangaiko, unapitia magumu katika kazi yako, unashindwa kwamba yuko wapi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unang'ang'ana kila asubuhi. Ukitazama familia yenu hakuna wa kusaidia mwingine. Kila ukipigia simu yeye pia kuna mapito. Unajiuliza nani atatuokoa kama familia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haina uwezo juu ya maisha yetu. Sisi tumeokolewa na tunaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitakachosimama mbele ya wanaomjua Bwana. Inamuita Elohim. The God who liveth. He who changes not. If he say yes, nobody can say no. If he open doors, no one can shut. If he lift you on high, no one can come you down. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunapigana na hao mama wazee kule nyumbani. Wamefanya mandugu zetu kutoka Ujaluoni wakienda nyumbani wanaenda usiku. Haleluya. Wale wamama ni hodari katika ufalme yao ya giza. Na Biblia inasema kwamba tuwe hodari katika ufalme wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba ukienda kila anauliza ukifika kwamba anafanyanga kazi gani. Lakini hajai kuja Nairobi. Unashindwa huyu shosho na kazi yangu anahusiana vipi? Wanajua vizuri, if I strike the shepherd, the sheep will scatter. Wale wote wanakutegemea watatapakaa. Lakini leo tumegundua siri. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaogopa. Maana Biblia inasema kwamba tusiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope mpendwa. Maana uoga ndio inapatia adui nafasi ya kukugandamiza zaidi. Amen. Nataka uone kitu in the book of 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Uone ile kitu walimfanyia. Kuna jamaa ambaye alikuwa na hekima sana. Na Biblia inasema kwamba akitoa maoni ilikuwa ni kana Mungu ndiye ametoa. Haleluya. Alikuwa ni mtu ukisikia ameingia kwa kambi ya adui unashikwa na kiwewe. Unaogopa na kuona haja ya kuendelea kupigana. 2 Samuel 17 mmoja tafika nisome. Maana mimi napenda tukiwa sote tunashiriki katika neno. 2 Samuel 17 verse 1. It says in English. Yes. Yes. Absalom. Let me choose 12,000 men and chase David tonight. Yes. I will catch him while he is tired and weak, and I will frighten him, so all his people will run away. Hallelujah. But I will kill only King David. Wachi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na Kiswahili inasemaje? Angalia amefichwa sasa katika shimo au penginepo, kisha itakuwa watakapoanguka baadhi yao mwanzo, kila mtu atakayesikia atasema kuna machinjo katika watu wanaofuatana na Absalomu. Haleluya. Amen. Biblia inasema Ahithofeli akasema nipe hawa watu 200,000, si eti ya kwamba niende na upanga nikamwangamize, nataka niende nikampe hofu. Haleluya. I want to incapacitate his faith. I want to make him afraid. Maana akiogopa, the rest will follow him. Bwana Yesu asifiwe. Nikakumbuka kuna wakati tulikuwa tunaenda muziki kule nyumbani. Sasa tukiwa tuko ngambo ingine, tunaenda pale, mtu mmoja anasimama mbele, mwingine nyuma. Sasa nyinyi wakati mnakuja mkiwa wengi, ule mtu wa mbele akigongwa, wengine mpaka watakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walikuwa wanakuja, ule wa mbele anagongwa, akianguka wengine wote mbio. Kwa sababu wametiwa hofu ya kwamba kuna hatari mbele. Unapata kuona kuna firstborn kwa familia, adui anajua nikigonga huyu, the rest will follow suit. There is high chances. Wakati firstborn ananyang'anywa fahamu, wengine wote wanapotea. Wanasema kwamba hii familia wote hakuna mtoto mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamjua Bwana anayerejesha fahamu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umetiwa hofu, unaogopa. Hata kwa ulingo wa kibiashara unasema mimi nimejaribu biashara mingi sana, sina haja ya kuendelea. Nimekuja nikwambie usiogope. Tunaye Mungu wa urejesho.
aliyemrejeshea fahamu Petero gerezani. Asiwe mtu wa kumuokoa, lakini Mungu mwenyewe akashuka pale. Nimekuja nikwambie, inawezekana huko kwa gereza ya madeni, inawezekana huko kwa magereza ya magonjwa. Tuna magereza ina mbalimbali ambayo tumo ndani. Leo hii nimekuja nikwambie kwa mamlaka ya uwezo wa nuru ya Bwana ambaye ilionekana kwenye gereza, wacha ikaonekane kwa jamii yenu, wacha ikaonekane kwa biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Because we need the light. It is the light that makes things visible. Without the light you cannot see clearly. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Biblia inasema kwamba Yesu ni nuru na wanaomwamini hawapo gizani tena. Unajua wale hawawezi tawala kwenye nuru. They cannot rule where the light is. They need darkness to rule. And the strength of darkness is the absence of light. Bwana Yesu asifiwe. And the weakness of darkness is the presence of light. Bwana Yesu asifiwe. Leo kwa sababu tumemjua Bwana na Biblia inasema yeye ndio nuru, we want to bring down principalities, invisible powers of darkness ambazo zimefanya tupoteze fahamu. Tunaonekana kwamba hatujui njia. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mpendwa akitembea anaogopa. Kuna wakati huyu mke wangu namshukuru maana tumetoka mbali. Kuna wakati tulipitia magumu, maana kuna wakati Mungu aliniinua nikianza nikawa na miliki matatu kwenye barabara. Sasa ikafika mambo ikaenda segemnege, tukarudi zero. Nikajaribu kutafuta mali pa kujifichia, maana sitaki wale walinijua wanione, maana walinijua na jina nyingine, lakini sasa niko mali pengine. Nikatamani kwenda mali watu wanijui. Tukahama tukaenda huko chini kwa mtu huko kwa sewage. Tukasema hapa hakuna mtu anatujua, wacha twende nje, tukirudi tunarudi hapa. Lakini jambo ya kushangaza, jinsi nilikuwa najaribu kujificha, jinsi Mungu ananiweka wazi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipoamka asubuhi kusugua meno kwa balcony, nasikia jamaa ananiuliza, namna gani buda? Uko hapa? Kumwangalia naona yule makanga niliajiri. Yeye sasa ndio neighbor wangu kwa mtu. Nikashindwa jinsi ya kujieleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hata yeye alishangaa, hakutarajia tutakutana mahali pale. Lakini nikamwambia Mungu nitazidi kwenda mbele. Sitaogopa jinsi wanadamu wananitazama. Nikaanza kazi ya hawking, sisemi ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilianza kazi ya hawking pale Kikomba, nikawa niko na nguvu sana, maana najua kuna mtu ananijua. Lakini iko siku nikakutana na msichana, cousin sister from the village. Amekuja kufanya shopping ya msichana wake mgeni ambaye anatarajia. Nikiwa niko katika ile hali ya kuuza, nasema juice. Nikaona amenisalamia, hey brother, uko hapa? Nguvu ikaisha, nikakaa chini kwanza. Nitafakari kwanza jinsi nitakavyoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikaa chini kwa sababu hofu iliniingia. Maana kuna kitu nilikuwa naficha isijulikane na hata watu wa nyumbani. Lakini huyu dada ameiona. Lakini nikaja nyumbani nikamwambia mke wangu, najua nimekutana na Juma. Akaniambia kwani anakuwekea chakula kwa meza. Akanipa nguvu ya kuendelea. Nikasema sitatazama mandugu na madada, ninajua Mungu aliyeruhusu waibu ataninua tena. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi unapata tunakufa ni kwa sababu ya watu. Mimi sitaki jirani anione. Mimi sitaki wanione nikipitia hali hii. Wengine wanafika kiwango ya kujinyonga. Wanaona haja ya kutoendelea tena. Lakini nimekuja nikuambie, wale wanamjua Mungu wao, kama vile Biblia inasema in the book of Daniel 11:32, that them that know their God shall be strong. Yes. They shall not incapacitated by the enemy. They shall stand firm. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nikuambie, ushindi unaonekana unaposimama. Wakati unapata hofu na kurudi chini, adui anapata nafasi. Kwa familia unapata hakuna mtu anainuka. Yes. Jamii nzima hakuna mtu anainuka. Ni kwa sababu kuna vitu zinahitajika uaddress. Kuna vitu unahitajika uconfront. Yes. Lakini hakuna mtu wa kusimama. Kila mtu akifikiria nyumbani anaogopa. Akiwa na gari anapaka mbali. Anavaa kinyasa imepasuka ingie kwa nyumbani. Ndio wasimjue. Nimekuja nikuambia, ukimjua huyu Yesu hautajificha tena. Yes. Hautatembea na kisu kama Peter. Yes. Peter akasema ya kwamba
Wakati aliondoa kisu watia dunge ule ambaye alikuja kumvamia Yesu, akamwambia rudisha kisu. Maana wale wanatembea na mimi hawahitaji bodyguard. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautaogopa. Hautaogopa hata wakiinuka. Biblia inasema 10,000 will come from the right hand and 1,000 from the left and they will not overcome you. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sijui unapitia nini. Sijui unaona nini mbele zako. Labda unasema kwamba itawezekana kwangu. Nikitazama kwetu hakuna mtu wa kusaidia. Wote wanafanana. You know the way you respond to some things will determine whether they will leave you or not. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And that's why the Bible says in the book of Matthew 11:12 that since the days of John the Baptist until today, heaven is suffering violent and the violent take it by force. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona kwamba pale kwa gari ukiingia kuna wale vijana wachokozi. Kama wewe ni mwanadada, unaona amekuekelea mkono. Ukinyamaza tena anaongeza. Lakini ukirespond, unaona anaanza kuongea pole. Inamaanisha kwamba the way you respond will determine. Hata adui akiwekelea mkono, ukirespond ataondoka. Maana Biblia inasema kwamba resist the devil. Yes. If you don't resist, ataishi na wewe. Utaishi maisha ya kushindwa. Utaishi maisha ya kudhulumiwa. Yes. Utaishi maisha ya uchochole. Maana wewe bado hujakataa. Ukipata fahamu utakataa. Ule jamaa alipata fahamu akakataa, akasema ya nini nife njaa hapa na kwa babangu watu wanakula na kusaza. Ni kwa sababu walipata fahamu. Ninakuja nikuambie mchana wa leo ya kwamba upate fahamu ili kwamba ujiondoe kwa mitego ya mwovu shetani. Upate fahamu ili kwamba ujiondoe kwa madeni. Upate fahamu ili kwamba uinuke toka kwenye ufukara. Yes. Unahitaji ufahamu wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hauhitaji kuja kuwekelewa mikono. Unahitaji tu fahamu. Sisemi kuwekelewa mikono ni mbaya. Yes. Lakini nakwambia unahitaji fahamu. Yes. Ukipata hata kama uko kwa shimo utapanda juu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walifikiria kwamba wamekumaliza, lakini leo unainuka tena. Ni kwa sababu umepata fahamu. Petero akasema now I know. Ninajua kwamba waliniendea kwa waganga. Ninajua kwamba walifunga biashara yangu. Ninajua kwamba wamefunga familia yetu. Lakini today I confess that now I know that Elohim will send his angels to rescue me from their traps. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible said that the angels were deployed by Elohim to rescue Peter. And today so be it in your life. May you be rescued from their traps. May you be rescued from their snares. Let them fall in their own pits while you walk by safely in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hatutatembea vichwa chini, tutatembea vichwa juu. Maana Mungu ametuweka huru. Tutatembea kifua mbele, maana tunamjua Jehova. Hatutatembea tumeinamishwa. Yes. Eti ya kwamba unaogopa watakuona namna gani? Rafiki yangu akaniambia alienda kuhubiria jamaa, akaona TV ile iko kwa nyumba akaogopa. Kwa sababu kwake hata ana hiyo TV ya 12 inch. Aliona ile TV kama ya Citizen ambayo inaguzwa na mkono inateremka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale ambayo yako chini ya jua. Na ndipo Biblia inasema in the book of 2 Corinthians chapter 4:8 that we set our mind on things that are internal. We don't set our mind on temporary things. It means that temporary things are subjected to change, but internal things are never change things. So we set up our eyes to never change things, to change the circumstance in our life. Yes. Tunatazama vitu ambavyo zibadiliki. Tukibadilisha zinazobadilika. Ukimtazama juu, hali yako itabadilika. Biblia inasema wakawa wanaumwa na nyoka, wakainua macho wakatazama nyoka wa shaba, wakati wanamtazama akapona. Nimekuja nikuambie kama Nebukadneza, Biblia inasema alipoinua macho akatazama juu akarejeshewa. Tunaenda kutazama juu mchana wa leo. Yes. Haleluya. Amen. Tunaenda kumuinulia macho, maana ameinuliwa juu sana, ameketi katika mkono wa kuume wa Baba. Tunapomtazama mitego inaondoka. Tunapomtazama magonjwa inaondoka. Tunapomtazama watu wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi umetazama wenye fedha. Unajua wale wanamjua hawakui moved na wenye fedha. Eti wewe ulitoka US jana, sasa naanza kufanya na wewe urafiki ati kwa sababu uko na dola. Abraham akamwambia Lut, chagua
Kama utaenda kushoto wewe enda, mimi nitaenda kulia. Ni kwa sababu gani alisema hivyo? Alijua ya kwamba anayemwabudu ako na uwezo wa kufanya mapenzi na mambo ikuwe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atafuata green pasture, anamjua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo mimi sitaki nichukue muda mwingi sana, maana ninapenda kuabudu. Ninajua katika kuabudu kuna mambo mingi sana hufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulikuja mchana wa leo ukiwa na matarajio. Nataka nikuambia kwamba kuwa na imani kwamba umepokea. Because it is only possible for them that believe. And what we believe in will follow you. Bwana Yesu asifiwe. If you believe in witchcraft, it will follow you. If you believe in Elohim, the signs and wonders of God shall follow you. So it depends with what we believe in. And I hope that all of us here, we believe in God. Bwana Yesu asifiwe. We don't believe in circumstance. We don't believe in our families. We believe in the changer of season and time. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka tu tusimame.